Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. A very good afternoon to you, my dear viewer. Today being the 28th of January, the year 2022, just a few more days for January to be over. My biggest hope is that you're faring on quite well, wherever it is you're watching us from. And welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I'm Wanjiku, Njau. In your opinion, what do you think is more precious, blood or land? Well, there was an incident in Kakamega County where two brothers butchered each other and are now nursing injuries in hospital in the area over a feud over land. Juu sasa ile wakati venye alikuja, mimi nikainama, alikuwa anataka chape itumbo. Kuinama hivi ikashika mkono. Hiyo wakati yenye nilikuwa nakimbia, ndio akarudi tena kwa hiyo kijana na mama amemgwemilia huko kijana alikuwa ameanguka nini aongi kitu yoyote. Hii mambo ya shamba, ani at least wakigawa tu shamba kila kwa mtoto itakuwa afadhali. Lakini kama ni mimi najua maisha yetu iko kwa hatari. Na wako vijana ngapi? Watatu wa inje. Wenye Musa alisema wakae kwa shamba ya inje. Sasa vile ilionekana amekatalia huku, ndio wakakawa tu kilasi. Nami nikasema ni sawa, Samuel ukienda huko usiende kwa shamba yake. Hata vile nilikuwa nimeenda watoto wangu. Mimi si kuendanga niende kulima kwake. Hata vile nilienda huko mahali nilishukia ni mahali nilipewa. Watu wenye walifanya huyu mtoto akajenga kwa hiyo shamba ni dio. Walienda mpaka Marinya, dio nini county commissioner akafanya nini, akaamurisha huyu mtoto ajenge nyumba kwa hiyo shamba aishi, kwa sababu hana pali penye atafanya nini, ataenda kuishi. Vile alikuja pale, huyu mtoto anaishi kwa sababu ya serikali. Na hao mama vile waliuza shamba wakasema wanafanya nini, wanaenda. Vile walienda, sasa penye walienda, matatizo yenye walipata huko, ndio wanarudi tena wanakuja kusumbua huyu kijana. Na si mara ya kwanza, nimeishambuliwa saa 6 usiku. Nikapata yeye baada ya kuko hiyo mchezo. Sasa maisha yangu inahatarishwa. Huyu mama amebadilisha kwa kufanya succession ya giza kuziweka kwa majina yake, ili apate kuziuza. Sasa nao watu wako kwa serikali wamegundua pesa iko hapa. Hao wanaongwa, wanakuja kufanya nini? Kusimamia. Government officials are having a really rough and hard time explaining to the families of the loved ones and of the bodies that were recovered from River Yala. We have a team of councillors from this headquarters which attends to them, talk to them and try to counsel them. So they are well attended to, and we encourage all those other families that might be having missing persons to visit Yala sub-county mortuary so that they can be assisted by these officers who are here. Because these are an issue under investigation, I might not really be in a position of taking questions because they'll all end up touching the direction of investigations, which we don't want to preempt or to predict. Two bodies have been claimed so far. One family, I think, from Machakos, another family from Kericho. They have claimed the bodies, but identification is something now beyond that. It should be scientific, and that's why we are doing DNA profiling, so that now we can really be sure. We can really be sure that these are their people. But they have claimed the body, and we have no problem with that. But we're just now assisting them to conclusively identify and collect the bodies, so that you don't have another issue again of somebody claiming the same bodies later on. So far we've done autopsy on 17 bodies, so the rest are yet to be done. We are continuing. Hopefully by today evening or tomorrow we'll be through. The bodies, their state, some of them are very decomposed in that they are just skeletons. Some are
flesh which is decomposed, but there are 3 which we found which are very fresh. So I'll not say much more, only to say that we are continuing with the Gishogo residents are disappointed as the construction of a 2 billion Kenya shillings road is stopped 2 days after the launch. They are now calling out to the national government to intervene and know what the cause is, because they had earlier complained of lack of roads in the area. After 2 days, machini zote zimechukuliwa na zimepelekwa Sound Kariama. Sasa watu wa area hii wanahangaika, wameambiwa watoe miferenji itoke kwa barabara. Sasa hakuna maji. Huku walikuja na machini ikalima ile mara ilikuwa juu. Huko sasa wameacha chini, wameacha ile mchanga ile hata kukinyesha hakuna gari inaweza pita. Juzi hii mradi ilikuwa funded na full amount of money, lakini sasa tunasikia ni kama hizi maroli zimehamishwa zikaenda pande ya Mwea. Ile barabara inatoka scheme inapanda mpaka PI, na hiyo haikuwa mbele ya hii barabara yetu. Kwa hivyo tungeuliza mheshimiwa wetu, bandala ya kuja kupigwa picha na project ya mheshimiwa rais bila hata kumwalika anje a launch project yake, ingekuwa ni heshima nzuri kama angekunja ambia watu huu mradi ni wa rais, na rais mwenyewe ndiye alisema tunjengewe hii barabara. Families in Baruti East location in Nakuru County are calling out to the government after being displaced by rising water levels of Lake Nakuru. The displaced want compensation, stating that the situation is worsening with each passing day. Na serikali kuu hiyo tuliambiwa ili ya kuwezesha kuangalia watu wa Naivasha, wa Lake Nakuru na Lake Baringo. Lakini hiyo yote hata peni moja hatukuipata na tujawahi pata. Tukawa na makubaliano, serikali ya county itatulipia nyumba na tukajaza forms ili watu wawe wakipewa shilingi 4,000 kila mwezi. Hiyo pesa haikutoka, ni miaka 2 imeenda, hakuna mtu amepata hata ndururu. Nyama wanatuangaisha. Watoto wetu tunawangojea hata kuenda tu kwa duka waezi, tunawapeleka. Nyati zinatoka nje. Tulienda kwa rental imetushinda, tunarudi kuishi kwa maji. Sisi wenye wana shida ya maasma, wa mama wakongwe tuko nao, washosho ukiwatazama maisha ni mangumu kwao. Sisi tutapigia kura nani kama tumesaulika? Sisi tunakaa wakimbizi huko mpaka tunajiuliza, tuko na wabunge, tuko na woman rep, tuko na governor ama hatuna. Manyumba unazoziona, najua mnasiona kwa picha, ni nyumba ambazo tulikopa baka loan ili tujenge hizi manyumba tuondokee shida. Na nini mtu anakuja anauliza mtu ploti yako ilikuwa wapi? Uko na stakabadhi za ploti yako? Mimi nataka uniuzie hiyo plot. Sikuna kitu anajua wenye maploti hawajui? Sikuna kitu anajua wenye hiyo mashamba hawajui? Kwa nini anakuja kununua mpaka plot yenye imefurika na maji na si wanajua kuhusu compensation? Sasa tungelitaka serikali kuu na wizara ambazo zinahusika zote, let them come clean. Workers from Mumia Sugar Company are now on strike and are calling out to the government to intervene, as they have not been paid their dues for a while now, just as the court procedure on Mumia's company is about to begin. I really wonder why the legal process cannot be given time to ensure to it that before this particular investor comes in, the employees' arrears are taken into account, the farmers' welfare is taken into account. Because you cannot tell me that you are plowing cane within the nucleus when the farmer has not been brought to table to see to it that he is also farming. Unga yenye nimekula saa hizi uji tu ndio watoto wamekunywa. Saa hii kwa nyumba wanawake wetu wote wametoroka. Tumepigia kura kwa miaka rusi. Tafadhali investor mmoja anakuja, tuna receive ya kwamba akuje atuokoe. Hata tunaona kwamba sisi ni wafanyakazi, hata mimi hii ni cheti
nilichosomea chuo cha ufundi kapewa na Kenya National Examination Council, lakini alipoingia kwa wiki 2 ambazo amekuwa hapa, ameitisha wafanyakazi kutoka India. Je, inamaanisha kwamba sisi wa Kenya hatujahitimu au vipi? How sure are we that this company will ever run again? Especially the diffuser. All the turbines, power mill, everything. The opinion of the company is down. Why is he dismantling? And the steam pipes, who told him that they are faulty? They can only be checked when the factory is up and running. We need our money. We have families, our arrears. Please, Uhuru Kenyatta, wherever you are, don't abandon us. And with that story, we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV News Desk 1 p.m. More news will come to you once it strikes 6:30 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. But we will keep updating you on the recent events and happenings that will be happening all over the world and also in the country. I am wishing you a very lovely afternoon and see you at 6:30. I'm Wanjiku Njau.